ulikuwa unamchumbia, alikuwa mzuri sana dada, ukamwambia kwamba unampenda, unahitaji pia kumuoa, ila kusita baada akakubali. Mipango ya ndoa ndipo yalipoanza. Siku ya ndoa mlimwapia Mungu, kila mmoja kwa kiapo chake. Mlimwambia Mungu hamtoweza achana mpaka kifo kiwatenganishe. Maisha ya ndoa ndipo yalipoanza, furaha, upendo ndani vikatawala. Ngazi mrefu Ewa akabeba mimba, akajifungua mtoto mzuri sana. Ndipo ukaanza kumtesa mkeo, urudi kwako nyumbani ni usiku, akikuuliza mateka na mangumi, unampiga bila kosa lolote, na mbaya zaidi nyumbani ukatoweka. Ulikoenda kuna mke mwingine, mkeo, watoto nyumbani wanateseka, hawana chakula, hawana mavazi, mateso, mateso. Yako bali ya kupanga, na kodi ya nyumba sasa inadaiwa. Ana ajira ataipata wapi? Watoto pia shule wamefukuzwa sababu ya ada, sasa wako nyumbani kila kukicha. Mkeo mitaani, nyanya kichwani, mtoto mgongoni, ulichoapa siku ile ya ndoa. Ulimwapia Mungu hautomuacha mkeo hadi kifo kiwatenganishe. Imekuwaje leo mkeo yuko peke yake? Nenda ukatubu kwa kumdanganya Mungu. We baba, kumbuka kile kiapo ulichoapa siku ile ya ndoa. Ulimwapia Mungu hautomuacha mkeo hadi kifo kiwatenganishe. Imekuwaje leo mkeo yuko peke yake? Nenda ukatubu kwa kumdanganya Mungu. We baba, kumbuka kile kiapo ulichoapa siku ile ya ndoa. Ulimwapia Mungu hautomuacha mkeo hadi kifo kiwatenganishe. Imekuwaje leo mkeo yuko peke yake? Nenda ukatubu kwa kumdanganya Mungu. We baba, kumbuka kile kiapo ulichoapa siku ile ya ndoa. Ulimwapia Mungu hautomuacha mkeo hadi kifo kiwatenganishe. Imekuwaje